ngolio kugele olo ani oji kuna tule na boydare boy. Karibu Chini ya Mti. Hii ni podcast ya dakika hazipiti 5. Idea yenyewe nilipata tu, nikuchoche, nikuchanue, nikuchambue, nikuchekeshe. Jina langu ni Tetoko Letuma na kukaribisha kabisa kwa moyo unaofaa. Enjunet, tanga mwenjunet ni jina la Kimasai. Wimbo wenyewe huo umeimbwa na Tonino. Na sijui kwa nini ninaiweka shengi hivi, ni kwa sababu sitaki sana nikienda Kindawoni kulostishe. Karibu sana. Hapa ni leo niko na mgeni. Dada ni muimbi ama ni muibi? Muimbi. Tuanzie pale. Leo tunazungumzia kuhusu huduma. Ndio, msanii ni mtumishi, labda sana kama sio kuhubiri, anahubiri kwa kutumia neno ama maandiko, lakini kazi yake, naamini mimi, madhumuni na manufaa yake ni faida kwa mwingine. Ama vipi? So leo mgeni amekuja nyumbani, nikamwambia niko na kazi inaitwa Chini ya Mti na tuko ndani ya nyumba. So alikuwa ananiambia kitu, nikaona ni vyema sana tufanye recording hii. Kwa hiyo mama, hata kinimuite mama, nataka nimuite mtumishi. Andiro ligeuzie na ningirajo. Samahani tena, nieleze vile ulikuwa unasema kuhusu madhumuni haswa ya huduma kwa ni kuinua wengine. Umenieleza hiyo ikani. Madhumuni ya huduma ni kuinua wengine na kujenga wengine. Unapotumika vile unakuanga unatumika katika mafundisho yako ya Chini ya Mti, katika Olaimeji, katika Menyo Mom, yote hayo tukiyajumuisha yote kwa pamoja, tunasema madhumuni yako katika maisha yako, ama kwa hiyo unayofundisha watu na kueleza watu, ni kujenga watu na kuinua watu. Hapa unajaribu kuletea watu wengine kuinuka na kupanuka kimawazo, kifedha na kimaisha, pia na kifamilia. Amen. Alafu sasa naamini katikati ya hiyo sasa, kulingana na vile nitapata neema ya kuipanua iwafikie wengi, ndio hivyo pia nafikiri baraka yangu inapanuliwa. Ni kweli kabisa. Kama vile Mungu anaendelea kukupanua mipaka yako, vile unaendelea kuwafikia wengi kuwa baraka kwao, hivyo ndivyo mipaka yako inaendelea kupanuka. Na hivyo ndivyo Mungu naye anaendelea kufikia wengi kukupitia wewe. Amen. Kwa maana Mungu, hakika Mungu, hakuna siku tutaishi hivi tukamwona Mungu kama, yani tukamshika kama tukamwona hivi nikiwa pamoja nawe na nipate hilo neno kutoka kwako la kunijenga na kuninua na kunitoa katika ile kuvunjika moyo. Kwa maana mara nyingi unapoongea pale, huwa unatuinua, saa zingine unatujenga. Saa zingine umepitia kile mimi ninapitia na ninaona umeshinda, ninatiwa moyo na ninainuka na ninatazamia kuwa mshindi. So unapoendelea kufundisha na kutia wenzako moyo na kuwainua, hivyo ndivyo Mungu anavyokushughulikia wewe. Kwa maana Mungu ako kati yetu. Mungu ako ndani yangu na ako ndani yako. Na kuna hili neno la Kizungu watu hupenda kusema iron, kama hata tulikuwa tumeisema tu sasa hivi iron. So hakuna venye utatumia mawe kushapen chuma. Ati kwa hivyo kama ni mawe inoe mawe na chuma inoe chuma. Kwa hivyo kukupitia kwako magumu ama kwa kuinuliwa kwako, ndivyo mimi nikijua kwamba ulipitia magumu na sasa umeinuliwa, hata mimi ninajua kesho yangu itakuwa bora. Amen. Haya basi, nilifikiri sana hiyo itakuwa ya manufaa kwako ama itakujenga kama kusudi na madhumuni ni kufanya hii. Kwa hakika nashukuru Mungu sana, nilifahamu hivyo ni kukujenga wewe. Na sijui kama wewe pia utamjenga mwingine. Naomba umjenge yeye. Ako na channel kwenye YouTube inaitwa Keep It Moving TV. Unaweza mtafuta Instagram. Anaweza kujisemea mtumishi. Mimi mnaweza mkanipata katika channel ya Keep It Moving TV. Kwa majina ni Rachel Seneya Korompoi. Katika Facebook ni Seneya Korompoi. Na katika Keep It Moving channel ni Rachel Korompoi.
Kwa vipi chini ya mti kama kawaida kwenye YouTube, kwenye Facebook, kwenye Instagram, kwenye wapi sana sana pia na Twitter. Teto Ole Tutuma. Tafadhali tunaomba hapo chini unaweza ukasubscribe kwenye hiyo YouTube, alafu tutakuwa strong sana. Mungu atatubariki, tunazidi tukiinuliwa sisi sote. Lengo letu hapa kwenye chini ya mti ni kuleta tu mawazo ambayo yatatuinua. Wakati mwingine tena cheers.